Bila shaka dakika 32 zimekatika baada ya saa 5 asubuhi. Karibu sana katika sehemu hii ya pili ya taarifa hizi za yanayojiri. Kama unavyofahamu ilivyo ada, sisi kila siku ya Jumanne tunaangazia mirindimo ya siasa, lakini wiki hii tutakuwa tukiangazia zaidi ripoti ya Coin10. Ripoti ya kamati hiyo ambayo ilipewa majukumu ya kuweza kuangazia zile ajenda 10 za maagano ambayo waliingia kati ya Rais William Ruto na hayati Raila Odinga. Zimeweza kuafikiwa? Utekelezaji wake umeweza kutekelezwa kwa kiwango gani? Ni baadhi ya maswala tutakuwa tukiyatathmini. Tutaangalia ajenda hizo 10 kuanzia ajenda ya kwanza hadi ajenda ya 10 kuweza kujua hatua ni ipi. Manake nina wataalamu wawili tayari hapa studioni. Natarajia pia wakili atakuwa anakuja baadaye, Gibson Gisore, tuweze kuzungumza naye pia kuweza kufahamu kwa kina masuala hayo ambayo tutakuwa tukiyazungumzia, ambayo leo hii Rais William Ruto na Oburu Oginga ambaye ndio kiongozi wa ODM kwa sasa watakuwa wanapokezwa ripoti hiyo. Wanahabari wetu pia wako kule, tutakuwa baadaye tunaenda kule kusikiza baadhi wa yale wanayoyasema na vile kuyachanganua hapa, yani mubashara tunayachanganua leo kwa leo yale ambayo yamesema kule. Rais mwenyewe amesema kwamba wameafikia mengi katika yale ambao walikuwa wamekubaliana, lakini tukiwasikiza wanalinda mwananchi wanasema hakuna lililoafikiwa. Bado Wakenya wanatekwa nyara, uchumi uko gali, vile ufisadi unaendelea. Serikali inatekeleza baadhi ya mambo ambayo ilikubali ingeyafanya, lakini haijatekeleza lolote. Ni kweli? Mimi si mchanganuzi, wachanganuzi wako studioni hapa ambao watakuwa wakitueleza kwa kina masuala hayo, kutufafanulia na kuweza kutupatia kauli zao. Studioni ni naye Bosco Mutegi Kiura ambaye ni mchanganuzi wa siasa na uongozi, na vile ni naye Zuleha Godana, mchanganuzi wa siasa na vile yeye ni mwanaharakati wa Linda Mwananchi kwa sasa. Karibuni sana studioni. Asante. Asante, shukrani sana. Mimi huanza na gender parity. Kwa hivyo karibu sana Zuleha, nianze na wewe. Asante. Nilikuwa nataka kuanza na hali ilivyo hapo nje, mafuriko ambavyo tumeyaona hapa jijini Nairobi. Na imani sote sisi ni wakazi wa Nairobi. Tatizo liko wapi? Paka mvua inaponyesha Nairobi inakaa kama Bahari Hindi imehamishwa na ikaletwa Nairobi kwa muda. Kweli. Ndio. Kwa majina naitwa Zuleha Godana. Mimi ni mchanganuzi kisiasa na pia niko kwenye ground. Mafuriko yenye yametendeka ni jambo la kusikitisha, kwa sababu hii ni kitu ambayo inatendeka kila mwaka na ni kitu ambayo serikali inafaa kuwa imepangia. Nimeona interview ya Bwana Sakaja mwenye ni governor wa Nairobi, na alikuwa na mambo mengi ya kusema, lakini pia tunaona kidogo kuna upungufu kwa vile anavyoendelesha county ya Nairobi, kwa sababu siku anaona ni kama alikuwa anauchukulia kama jambo la kusisitiza, kwa sababu alikuwa anakwepa hizo shida, akisema Nairobi iko juu ya swamp. So ni kama haitili manani. Ndio. Bosco. Pole sana, naona baridi kidogo imekulemea, lakini tutumaini kwamba labda ni mafuriko pia. So shukrani sana Suleiman, na karibu sana mwaliko wako. Mwanzo niseme napeana pole na rambirambi zangu kwa familia zilizopoteza maisha, watu walipoteza maisha katika hizi floods. Pili, pole kwa wale waliopoteza mali yao kwa industrial area na mali popote nchini Kenya. Tumeona watu wamepoteza mali, livelihoods na mambo mengi. Pili niseme katika hili jambo la flooding, mambo ni mawili ningetaka kusema. Shida iliyotokea inaweza kuwa imeletwa na mambo ya either governance na mambo ya resources. Ile kuwa kwamba Nairobi kama county kama county zingine zile, katika mgao county zinazopata kutoka katika pesa zile za equalization fund ama kutoka kwa serikali, unapata kwamba pesa zile huwa hazitoshi. Njia moja, pesa huwa inasemekana kwa wakati wote, money is scarce, pesa huwa haitoshi, resources huwa hazitoshi kwa wakati mwingi. So unapata katika zile pesa
Nairobi County wako nazo, asilimia 70 inaenda kwa recurrent expenditure, asilimia 30 peke yake ndio inaenda katika mambo ya maendeleo. Tumeona Governor Sakaja akisema kwamba anahitaji bilioni 25 katika kutengeneza a robust drainage system ambayo itaweza kuwa inadhibiti haya maji yakija. Tuone maji kwanza. Kwa mfano, Nairobi is a very special county, na kwa maoni yangu Nairobi, ukiangalia pale mbeleni umeona NMS imekuwa ikiingilia katika kusaidia shida za Nairobi. Tumeona sasa Sakaja pia anaingia in agreement ama collaboration na national government, kwa sababu ni kwamba shida za Nairobi ni shida ambazo ni unique na zinahitaji solution ambazo pia ni unique. Najaribu kusema kwamba ukiangalia bajeti ya Nairobi County is close to 45 billion. Ile bajeti ya Nairobi County. Sakaja anaongea kuhusu kujenga drainage ya 25 billion. 25 billion ukitoa kwa 45 billion, unaona zile pesa zinahitajika ni pesa nyingi. So mwanzo nasema kwamba jambo ambalo tumeona Sakaja ama Nairobi County wakishikana na serikali kuu katika kujaribu kusolve some of the problems za Nairobi County, hiyo ndio njia itakayoweza kusuluhisha shida ambazo tuko nazo za Nairobi za mambo ya drainage. Ndio ninasema mambo ya resources na pia mambo ya governance. Tunaweza keti hapa ama kila wakati tuna lay blame, ule wewe ndiye hukufanya, huyu hakufanya, lakini cha msingi ni tuweze kuwa na njia tutakavyoenda kule mbele. Mwananchi ana nafasi gani katika amechangia vipi katika kuharibu drainage? Ningesema hivi, ni vizuri wananchi wa Nairobi wawe responsible. Wakati umekula chips na karatasi ama umekula kitu chochote, unatupa kwa dirisha, ujue hiyo karatasi imeenda kublock sewage na keshoe utaweza kupata floods. Zimeweza kuwa katika maji yamekuwa mengi na yanakosa kudhibitiwa. So Bosco amezungumzia vizuri sana kwa ufasaha masuala ya vile ambavyo anahitaji pesa, tusimlaumu, lakini je, miundo msingi, ufisadi unachangia vipi swala hili? Maana pia tukiangalia katika maeneo ya South Sea kuna maeneo ambayo kunatarajiwa kwamba ni mkondo wa maji siku zote haubadiliki, ni ule ule. Lakini sasa mkondo wa maji umekuja pale unapofaa kupita, umepata lami. Ndio, ufisadi unachangia hivi. Mwanzo, kabla tuende hata kwa mambo mengine, encroachment. Unaona wakati kuna zile rivers ambayo mtu mwananchi amekuja akajenga kibanda chake katika ile eneo na analala pale, ajue wakati mvua itanyesha atabebwa. Pili, ufisadi unaingilia hivi. Nyumba zilizojengwa huko Kileleshwa zimejengwa upande mwingine bila approvals ama zimejengwa without the right approvals. Na kumetumika ufisadi, sababu kama angefuatilia njia inayofaa hangelipa ile ushuru ndio ajenga mahali hapafai. Ufisadi umechangia kwamba hizo nyumba mahali zimejengwa katika mahali maji yanafaa kupita, wajue hizo nyumba zinazuia maji yasipite na yanaenda mahali hayafai, ndio yanaenda kuleta ile kunakuwa na hiyo shida ya flooding. So ufisadi unachangia kwa njia ile. So njia ya kwanza ya kuweza kurekebisha yale mambo ni kuangalia katika ufisadi. Ufisadi tutaangalia vipi? Enforcement ya encroachment na compliance ya mambo ambayo tumeyapanga sisi yanafaa kufuatiliwa. Jambo lingine ningetaka kutaja la mwisho nikimalizia hilo jambo la ufisadi. Ukiangalia drainage ambayo imetengenezwa, ilitengenezwa 1960s wakati wa independence. Iwe inasimamia watu 500,000. Kwa sasa hivi drainage ni ile haijabadilika, na Nairobi County kwa mchana tuko na watu 6 million. Tukiwa na ile drainage ya watu kudhibiti ama katika kuangalia drainage jijini Nairobi ya watu 6 million na ilijengwa ya watu 500,000, clearly inaonekana tunafaa tubadilishe hii drainage ndio uwe na uwezo wa kutengeneza drainage ambayo itaweza kudhibiti population ya watu 6 million. Inahitajika pesa ziwe nyingi. So ni vizuri tuweze kushirikiana na tushirikiane na serikali kuu, tushirikiane na taasisi zingine, ndio tuweze kufanya yale mambo ambayo yatakayeza kusaidia hii shida ya flooding. But Nairobi requires order. Unaona nyumba zikibomolewa pale Githurai. Mimi sipingi hizo nyumba kubomolewa. Unajua kwa nini?
Sababu kuna ndugu yangu, rafiki yangu tulienda naye pale Githurai. Siku moja unashuka gari hivi, unaingia katika mafuta ya samaki. Mama anapika samaki. Nasema mara nyingine unapata mikokoteni, pikipiki zimewekwa mahali ambapo maji yanapitia. So unapata hiyo ndio shida tuko nayo Nairobi. So nashukuru pia nimeona serikali kuu imeleta cameras za kuangalia huko tutafika. Ngoja kwa mfano wa Nairobi. Bosco, ngoja kwanza usiende mbio. Hiyo si oda ya Nairobi peke yake, ni oda ya Kenya nzima. Maana yake hata ukishikwa barabara ya kwenda kwenu Manyata bado utawekewa tu ushuru ambao naona unajua kwetu. Haya, tuzungumzie ufisadi unaathiri vipi? Maana yake mafuriko haya hayajaathiri peke yake Nairobi. Hata kule kwenu Tuluroba Kiwanjani bado tutaona kwamba mafuriko yamejaa. Kuna baadhi ya shule huwezi enda sasa hivi. Na kama sasa hivi tumezungumzia Kericho, kuna mahali ambako mafuriko yamesababisha maporomoko ya ardhi. Ufisadi unachangia vipi katika hali hii kuongezeka? Ufisadi unachangia kwa sababu kuna ile kubadilishana kwa pesa. Na Wakenya wamependa pia kutumia shortcuts. Lakini pia hapo ndo maana tuko na serikali. Ndo maana tunachagua serikali kuhakikisha that hizi shortcuts hazifanyiki. Sasa kama apart from ufisadi kuna ile pia skills match. Nilikuwa naona Bwana Sakaja akiulizwa katika Senate. Alikuwa anaulizwa kuhusu wale wenye wako in charge of disaster management. Utachaguaje watu ambao wamefanya theology, watu wenye ni librarians kushikilia vitengo hivi katika, and these are very important dockets yani. Sasa librarian na theologian watasaidia vipi katika mambo kama wataangalia historia na kufanya ibada wakati wa mafuriko. Sasa pia lazima, hata kama tunasema ufisadi, pia lazima tuangalie ni watu wa gani ambao tunaweka katika hizi vitengo ndio hizi vitu ziweze wakimpa yani wakienda kumpa advice yeye kama ushauri kumpa ushauri, lazima pia ikuwe ni watu ambao wanaelewa hiyo kazi ndo wampe ushauri mufti yenye itasaidia katika kupunguza vitu kama hizi mafuriko. Lakini pia Zulekha, tumelaumiwa sisi wananchi pia kama alivyosema, ukienda kununua vibanzi pale nje, ile karatasi badala ya kungojea mpaka uende ukapate lile debe la taka utupe, unairusha tu. Kuna chupa ya plastiki unairusha, inaenda inaziba mitaro. Umekula mahindi, kile kigugu unakitupa tu pia. Unasahau kwamba yote yanaenda yanarundikana mahali pamoja. Sisi wa Kenya tunabadilishaje hulka zetu tufikie kama mataifa kama Rwanda, ambapo ukitupa takataka unajua kabisa hizo kamera nazozisema hazitamnasa mwenye kuendesha gari peke yake. Hata wewe ambaye unatupa taka ovyo utanaswa. Kweli. Kama tunasema hizo kamera ndio zitafanya kazi, alafu bado turudi kwa msingi wa kinyumbani. Because tunasema charity begins at home. Inaanza nyumbani. Na nimesema kwanza wanasiasa ni kioo ya sisi kama wananchi. They are a reflection of who we are. Yeah. Taka umezungumzia taka, lakini taka Nairobi serikali ya kaunti umeitetea, lakini ni moja ya sehemu ambazo imekuwa kikwazo chake ama imekuwa changamoto yake kubwa. Unapoingia barabara sasa hivi ya 11th Street St. Teresa kule Isili, unapatana na takataka kwenye barabara ukielekea mlango kubwa. Kwa nini kusiwe na mafuriko Isili? Ama kusiwe na mafuriko Mathare? Mwanzo na kukosoa, sijatetea Nairobi. Naongea ukweli. Ndio. Ukweli wangu ni hivi. Kama dadangu alivyosema, wakati tunachagua viongozi, tukichagua viongozi ambao hatujawapiga darubini vizuri, watatuletea hizi shida. Niseme kuhusu ufisadi. Wakati mwanakandarasi amepewa kazi kufanya, tuseme, ya kutengeneza drainage. Ndio. Na ufisadi umefanyika, yule ambaye anafaa kuwa anafanya oversight amempa kitu kidogo. Ufisadi hapo ndipo unaanza kuchangia shida zetu katika kusuluhisha hili jambo la flooding. Sababu hataweza kutengeneza, hata asipotengeneza alivyokuwa ameahidi kutengeneza, hamna mtu wa kumuuliza mbona ulikatengeneza vile. Jambo la pili, siasa zimechangia pakubwa katika haya mambo ya flooding. Vipi?
wakati tunasema tubomoe vibanda vilivyo katika Nairobi River, mwanasiasa ndio wa kwanza kusema watu wangu wasikuzwe, watu wangu wanapigwa. Watu unasema wasipigwe, na mvua ikija wakifa, unalaumu serikali ndio ikuweza kulinda wale watu. Inafaa kwamba kama mtu amejenga katika riparian land kwa mfano, awe ni mkubwa, amejenga gorofa imebeba watu 100 ama 50, watu wanaoishi katika hizo nyumba wawe wakijua. Mtu anayeenda kukodi nyumba katika mahali kuna riparian land, akikodi akijua yeye ni mngoja kifo. Siku ya kifo inaja. Sababu maji yakija yawe mengi, atabebwa na ile maji. Tumeona nyumba zikibomoka hii Nairobi. So mambo ya ufisadi ambaye mtu alipewa ufisadi akapeana approvals ambazo hazifai kwa riparian land, huyu hata ndiye mwenye kuua kuliko yale maji. Water is life, na inasemekana maji yanaweza kupea uhai ama ya kunyang'anya uhai. Yakiwa mengi yanakunyang'anya uhai. Ukiwa na kiu unakunywa na maji yanakusaidia unapata uhai. Niseme kwamba kama ulivyosema kuhusu watu kuwa responsible, sisi tunaoishi Nairobi ni tuambiwe ukweli na tufuate zile sheria, kwamba vile ulivyosema Nairobi the city imejaa zile vitengo vya kuweka hizi takataka. Lakini sasa unaweza pata mtu mahali hiyo dustbin iko anamwaga tu hapo next. Hata unakosa kuelewa kwa nini. So mimi mwanzo nimeishi pale Europe, nilikuwa nafanya kazi European Parliament, nimeishi Belgium, nimeona vile taka wanavyozichukulia, kwamba taka zinakuwa separated. Kuna zile za plastic, kuna hizi zingine disposable, na zingine sasa tofauti. Mwanzo nasema hivi, ndizi kwa mfano, zile ganda la ndizi, hilo likiwa chini linaweza enda likaoza zikachanganyika na mchanga, lakini karatasi haiwezi. Ukiitupa karatasi pale utaipata hapo hata baada ya wiki 2 mwezi mmoja itakuwa vile vile. Na karatasi hata ndio mbaya, ikienda ingie kwa hizo drainage inaenda ina block. So ni vizuri tuwe na mpangilio. Jambo la pili, ukisema natetea hata Nairobi, wacha nikueleze vile walivyokosea. Katika ile CBD wametengeneza vizuri wale mandhari ya kabro na mambo kama yale. Lakini hata hivyo nimeona expert akieleza environment, anasema walivyofanya zile kabro pia wangepeana nafasi wachimbe, wapande miti, na pale miti pawe na mchanga, ndio mvua ikinyesha yale maji yaweze kuja katika ule mmea na yaweze kukua, ile mchanga inakunywa yale maji. Ndio unaona sasa kabro zikiwa kila mahali, ile maji ikipika badala iende chini imezwe na ule mchanga, hakuna ile nafasi. So kwa hivyo hata vile tunavyo fanya marekebisho ama tunatengeneza maendeleo, inafaa iwe na mpangilio. Lakini mwanzo ukumbuke nilisema jambo hili la flooding Nairobi. Ndio ile swali linakuja, skills. Ndio. Je, tunapeana tu kazi kwa mwanakandarasi ama mtu ambaye anasimamia ile kazi hata na uelewa wa ile kazi? Mimi ni mwanahabari, leo hii umeenda kunipatia nisimamie mjengo wa kujenga barabara kwa sababu tu unanijua. Unaweza sema sidhani hilo ni ndilo sana, isipokuwa kwa ile jambo alisema la firefighting, ile department utapata kuna mismatch. Na si hapo tu, utapata kwa hata si Nairobi tu, ukienda kwa counties nyingi, counties watu wanapeana kazi kwa ile inaitwa nepotism. Wewe unamjua nani hivyo. So utapata mtu ambaye ana degree ya nursing ndiye anapewa kazi ya kuzima moto. Jambo ya kuzima moto kwanza niruhusu niseme hivi. Nairobi County ni jiji ambalo liko na zile sub county karibu 20. Na ukiangalia just a few areas ndio ziko na firefighting equipments, the modern firefighting equipment, sio ile tu ya kuzima moto. Firefighting equipment kama tungekuwa nazo katika zile sub counties zote, sasa hatungekuwa na shida yenye tuko nayo. Kabla tufike katika kuweka ile bulk investment ya drainage ya pesa mingi, hiyo tunasema 25 billion, tufikirie kwamba tunaweza tukanunua hizi firefighting machines na zikuwe na fire stations in every sub county. Kwa nini? Firefighting equipment
kwa wakati huu zinaweza zikasaidia mtu kutoka katika jumba fulani, wawekewe zile boards, wawekewe zile bouncy cars zinakaa za watoto wateremke. Tumeona hivyo ndivyo watu wanakuwa wakisaidiwa katika hata wakati wa moto. Jambo lingine, hizo firefighting machines zinaweza zikavuta yale maji, zijaze, zikatupe mahali pengine. Jambo lingine, firefighting, a modern firefighting equipment ni emergency. Kama kuna mtu ameumia, unaweza kuwa na medical equipment, mtu anatibiwa, anapewa ile first aid kabla apelekwe wapi? Hospitalini. So haya ni mambo ambayo kabla hata tufike kwa kutengeneza a very robust, ile inaitwa drainage system ambayo ni capital intensive, iko na pesa nyingi sana inahitajika. Kabla tufikia hapo, si mwanzo hata tutengeneze hizi fire station ziwe kila mahali manyumbani kwetu. Moto maji yakija mengi tuweze kuyadhibiti yasiwe mengi. Sasa sababu umeona zile picha uko manyumbani, maji imejaa kwa nyumba, hauna njia ya kutoa na mambo kama yale. But katika hilo jambo niseme nikimalizia, at the end of the day, hii inaashiria mindset yetu sisi kama wakaji wa Nairobi. Unaweza kuwa unataka kulaumu Sakaja, na nikwambie kwamba Suleiman, hata ingekuwa ni wewe uweko kwa hicho kiti cha governor, hizi shida unaona Sakaja ako nazo, unaweza jipata tu nazo mwanzo, sababu ulizaja takataka. Unaweza enda kuguza takataka usikie ni live wire, hiyo inakuletea shida. So nakubaliana kwamba ukiangalia zile cities ziko kama London, Nigeria, capital cities zao haziko kwa county. Ndio unaona sasa Nairobi juu ya kuwa katika ile katika mfumo wa counties iko na shida tu ile tu ambayo kila county iko nayo. 70% ya pesa zote za county recurrent expenditure, only 30% ndio inaenda kwa development. Ndio maana meya wa London ana kauli kubwa sana. Ndio nasema sasa hizi pesa zilipotosha hizi za county, Sakaja mna expect atoe pesa zingine wapi? Ndio nimesema hata ingekuwa ni mimi ama wewe, shida inaweza kuwa ile. However, wale viongozi tulionao katika bunge na pia viongozi tutakaochagua pale mbele 2027, ni vizuri wapiga kura wajiulize, huyu tunayechagua, nilisikia mwingine akisema county assembly imejaa goons. Si vizuri kuita viongozi hivyo, lakini wengine tabia zao ikiwa ni vile. Sasa na ni sisi tuliwaweka katika hivyo viti, sisi ndio wenye makosa. So tuwe tunapima na darubini kabla tuweke viongozi katika zile viti. Zulekha, unalipi la kuongeza kwenye swala la mafuriko? Ningetaka kusema nimeona hiyo story ya kusanya taka. Kulikuwa na hii farm kutoka Ghana yenye inafaa kuchukua hiyo kipaumbele. Swali ni mbona tunapeana vitu kama hizi kwa farm zingine, mbona tusizifanye locally? Na umesema kuhusu town. Jana nilikuwa mjini na sikuona hizo mahali za kutupa uchafu. Labda sikuangalia kwa kina. Zipo, lakini si vile, yani vile inaweza ikatofautisha, kuwe na tofauti kubwa kati ya chenye kimetendeka na hizo dustbins kukua pale. Alafu hii ni kitu ambacho kinatendeka karibu kila mwaka, kila mwaka. Mbona hatujaweka mikakati? Kwa sababu hii mvua, kama ulikuwa nje, sijui kama ulikuwa nje, mimi nilifika kwangu siku ya pili. Hii mvua haikuwa ya kawaida. And hiyo ni mambo ambayo pia tunafaa tuangazie. Kuna issue ya Mau Forest pia. So sisi wenyewe tunaweka mikono yetu ndani, alafu kukiharibika pia tuko na ile lawama, na ni ukweli pia kuna lawama ile serikali pia itabeba katika mambo kama haya. So pia issue kama Mau kukata kuweka vitu kama hizo kabro, na amepeana alternative like jinsi tofauti ya kufanya. So tunaona pia ndio kuna shawishi sisi kama wananchi, na pia shawishi kubwa kwenye serikali na county government pia Nairobi. Ndio. Sekunde moja. Kuna kitu inaitwa early warning systems. Si ati Kenya hatuko tumeambiwa na ule meteorological department kwamba haya mambo yatafanyika. Tuwe tunaheshimu early warning systems wakati tunapewa, sababu haya mambo tuliambiwa na hatukuweza kujitayarisha. Tatizo la Wakenya ni mapuuza, kwa sababu kama kituo hiki tulitoa taarifa hiyo, tukafanya mpaka mahojiano usiku kuweza kuambia Wakenya kwamba siku ya Ijumaa kutakuwa kunatarajiwa mvua tele, lakini mapuuza ya Wakenya ndio baadhi ya masuala ambayo yanawafanya wanajipata katika matatizo kama yaliyowakumba siku ya Ijumaa. Tupate pumziko fupi, tukirudi tutakuja kuingilia masuala ya siasa.
elected yesterday? Still no calls? Katika kipindi cha mwaka mmoja, UDA na ODM ziliafikiana kwamba zitakuwa na ajenda 10 ambazo zinataka kufanya na kufanikisha. Mkataba huu ukiingiwa kati ya hayati Raila Amolo Odinga na kiongozi wa sasa Rais William Ruto. Ajenda hizi zilikuwa ni kama mbinu ama mkakati wa kutuliza joto la kisiasa ambalo lilikuwa limepanda humu nchini kutokana na vuguvugu na maandamano ya kizazi cha Gen Z. Je, tunapofika mwaka mmoja ambako sasa hivi ni siku kama 3 baada ya kuadhimisha mwaka mmoja tangu maafikio hayo yaweze kuafikiwa, je, ni kipi ambacho kimeweza kuafikiwa hadi kufikia sasa? Unaweza pia kutupatia maoni yako kwenye mtandao wetu wa Twitter. Tutakuwa tunaweza kusoma maoni yako kuhusiana na hayo. Maanake leo hii kamati iliyobuniwa mwezi wa 8 Agosti kuweza kukusanya maoni na kuhakikisha kwamba ajenda hizi 10 zinafanikiwa imekuwa ikikusanya maoni. Imekuwa ikizunguka katika baadhi ya kaunti ikifanya vikao na baadhi ya viongozi wa kaunti ambao ni magavana. Vile vile wamefanya kikao mpaka na IEBC kuzungumzia ajenda hizi 10 ambazo zinazungumzia masuala kadha wa kadha. Sisi huenda tukagusia baadhi yake, tuseme nusu yake leo hii katika jisaji moja lililosalia, tuweze kujua ni wapi palipoafikiwa, wapi kumekuwa na mapengo haya yataweza kuzibwa vipi. Lakini kamati ile imelilia muda kwa sababu imesema kufariki kwa Raila Amolo Odinga kuliweza kutatiza mchakato mzima. Je, hii ni kweli, Bosco? Asante sana Suleiman, na niseme kwamba katika huu mkataba wa UDA na ODM katika kuzungumzia mambo ambayo yanakumba wa Kenya, tunaona kwamba hata kama hii process ilikuja kisiasa kwa sababu ilikuja kabla ama after ile mambo ya Gen Z. Tumeona kwamba yale mambo yaliyotengwa alizungumziwa yaliyotengwa yawe yakifanyika katika improve the lives of Kenyans. Mambo kama kupunguza ufisadi, tumeona kwanza serikali imekuwa katika kipaumbele katika kusaidia kupunguza ufisadi kutumia njia za kiteknolojia. Mfano, serikali imekuwa ikiweza kutumia ule mfumo wa public e-procurement katika kufanya kupunguza ile e-procurement. Inasemekana itaweza kupunguza ufisadi katika kupeana huduma. Inaitwa EGP. EGP ndio. Sababu gani? Sababu wakati unapunguza ile uhusiano, human interface, inakuwa ni teknolojia, inaweza kuwa ni rahisi kidogo. Tena pia katika e-Citizen maana kumekuwa na almost 25,000 services zinapeanwa katika e-Citizen. Leo hii Kenya hii ni ngumu sana upewe huduma yoyote katika idara yote ya serikali. Iwe ni shule, hata shule school fees zinalipwa na e-Citizen, wapi kila mahali ni e-Citizen. So inaweza kuwa unawezekano. So serikali imepiga hatua katika kujaribu kupunguza ufisadi kwa njia ile. Ukiangalia pia mambo yaliyosemekana pia katika ile 10-point agenda ilikuwa mambo ya debt. Public debt ya Kenya imekuwa ya juu sana. Kumbuka Kenya imekuwa katika mojawapo ya zile nchi zilikuwa 6 zinasemekana zinge default, na Kenya haijaweza kudefault. Na pia ukiangalia jana serikali imeweza kufanya ile 5 trillion infrastructure fund ambayo ingetusaidia katika kuchangisha pesa za kufanya maendeleo. So hiyo ni njia mbadala kutoka kwa ile njia ya kwenda kukopa loans China. Inaweza kuwa kuna makelele kuhusu Safaricom, kuhusu nyingine, lakini hii ni njia ambayo ni very creative for serikali imetumia kuachana na mambo ya loans za kule nje za wazungu. Umeenda kwa swali tofauti. Nilitaka kufahamu, je, kamati ambayo ilibuniwa ya Agnes Zani imeweza kufanikiwa kusukuma ajenda hii? Kabla ya kuja kuzungumzia ajenda ya corruption nini, nataka kwanza tuangalie hii kamati ambayo ilibuniwa. Yenye iko na Agnes Zani, iko na Ogada, iko na Javas Bigama na wengineo ndani yake. Nilikuwa na mwanzo naeleza kisha nipeane jibu, lakini wacha nianze na jibu kisha nieleze, kwa sababu nataka tuziangalie moja moja hizo ajenda. Sawa. Pole kwa hilo, but anasema kwamba hii committee ya Zani kwangu naona wameweza kufanya yaliyokuwa wanaweza walipewa wafanye, na out of 10 I would give them almost a 9. Actually it's something like 8.6.
wameweza kwa kiwango cha 100% naweza wapea 80% ama 86%. Kwa sababu gani? Kwa sababu tumeona ile committee imeenda ikiwa inasikiza wananchi, civil society, idara za serikali kuuliza kwamba haya mambo yaliyosemekana yatekelezwe yamefikia wapi. Kumbuka kuna mambo kama yale, ingawa umeniambia nisitaje, kuna mambo kama yale IEBC. Tumeona commissioners wamewekwa katika zile viti, tumeona IEBC imekuwa ikifanya by elections kwa njia ambayo ni rahisi kidogo ama inayofaa. Tumeona mambo mengine tofauti yakifanyika, na nimesema hivyo kwa sababu hata ukiangalia upande wa wakati wanaenda wakiongea na pia vijana kuhusu mambo ya unemployment, serikali imekuwa kipaumbele katika mambo ya kupunguza yale mambo ya kukosa kazi na through Nyota, mambo kama kazi majuu na mambo mengine. So sijui kama nimejibu swali lako. Umelijibu swali langu. Nitarudi kucounter baadhi ya hoja zako baadaye. Kwanza nipokee tu kauli ya Zulekha. Kumekuwa na kamati ambayo ilikuwa inatakiwa kukusanya maoni na kuangalia utekelezaji wa ripoti ile ya NADCO na hizi ajenda zingine 10. Kumbuke kwamba katika ajenda hizi 10 NADCO bado ni point moja ambayo inafaa kutekelezwa kufikia sasa. Unadhani kamati imefanya kazi yake inavyostahiki ama changamoto imekuwa ipi? Mimi nikiongea kidogo kwa niaba ya Kenya, sidhani kamati imefanya kazi ambayo ilikuwa inafaa kufanya. Bila shaka. Lakini nitarudi niseme swala ambalo amezitajia kama teknolojia, mambo na ufisadi. Pesa kupotea katika nchi hii imekuwa ni kila siku. Kila kukikucha tunapata Auditor General Nancy Gathongu anaiongelea. Wiki iliyopita tumepoteza I think trilioni 1.3, I think kitu kama hiyo. Tunasema through e-Citizen. Tukiongea kuhusu SHA, bilioni ya pesa imepotezwa katika SHA, kuweka huo mfumo mpya, kuweka teknolojia. Alafu tunasema kwa sababu tunatumia teknolojia, tunaitumia kama kinga ili tusiongelee kuhusu changamoto ya vile ambavyo tunavyopoteza pesa. Kuhusu public debt, National Infrastructure Fund yenye imetiwa sahihi jana na imekuwa sasa sheria, ni changamoto pia kwangu. Na naona kuizungumzia hiyo, najua unataka kuizungumzia pakubwa hiyo hazina ya miundombinu ambayo ni sheria. Najua unataka kuizungumzia pakubwa, lakini kabla ya kuizungumzia hazina ya miundombinu, tuzungumzie swala la ufisadi ambalo lilijitokea katika nusu saa ya kwanza. Je, hii mifumo ambayo Bosco ameitaja, unadhani ndio italeta ufasaha, imeleta kinga yoyote hadi kufikia sasa, ama hali bado ni ile ile tu, ni kwamba kumewekwa tu kitu cha kutuziba macho lakini wanaiba ndani ya huo mfumo? Sioni ikibadilisha kitu chochote kwa sababu hii mfumo yenye imewekwa na hii kukaa chini na kuongea haina yani si sheria ambayo inatubainisha, like si law, si sheria ambayo inatubainisha. Na hizi vitu zote ambazo tunafanya ni kama tu kucheza michezo, kwa sababu tayari tuko na katiba yenye inazingatia haya maneno yote. Hizi ni tu michezo ambazo tunazozicheza, lakini katiba ishazingatia kila hizi 10-point agenda, NADCO report, hizi ni vitu zote ambazo ziko kwenye katiba. Hii ni mfumo tu wa kupitisha wakati na kuchezea Wakenya. Ndio. Bosco, umezungumzia kwamba mfumo huu umekuja kuleta angalau kuzuia ufisadi, kwa sababu uingiliaji wa binadamu ndio umekuwa tatizo. Ni swala pia NTSA jana imesema hivyo kwamba uingiliaji wa binadamu ndio imefanya kwamba ajali za trafiki zinaendelea kuongezeka. Lakini kuna baadhi ya vitu lazima binadamu aende akaidhinishe ndani ya mifumo kama ya EGP. Mwanzo niseme the 10-point agenda, ukiangalia kwa ujumla yale mambo yaliyo katika 10-point agenda yakifuatiliwa yote vizuri inavyofaa na ya kuimplemented, yatabadilisha kwa ujumla maisha ya Mkenya kwa wakati unaofaa. Na niseme kwamba ufisadi kama tunavyopenda kusema, nilivyosema kuhusu teknolojia,
teknolojia ukiangalia kwa mfano, nikupe SHA kwa mfano. SHA imesemekana imekuwa na wizi umefanyika katika hospitali na unafanywa na madaktari na wenye hospitali na maybe na accountants wao. Vipi? First of all, in every technology, kila teknolojia inapoletwa hapo inapoanza kazi huwa na changamoto zake. Na hii teknolojia tuseme kwa mfano hii ya SHA ilisemekana mwanzo kidole ID, mbeleni watu walikuwa naenda wanapeana ID number. Pale unapeana ID number inawekwa. Na ndio maana tulikuwa na ile kesi ya Kenyatta, kijana alienda kadanganyana ID yake badala ya ndugu yake. Ndugu yake amekufa, ako mochari, wanataka kutoa ule mwili, wanaitishwa ID hawana. Na niliona serikali imeweza kuhandle ile shida ama changamoto vizuri, kwa sasa hivi I think lazima utumie biometric. Na biometric hiki kidole biometric ni njia moja. Biometric yako hakuna mwingine ako nayo duniani. Wacha Kenya, duniani hakuna mwingine ako nayo. So tukaweza kutumia, ndio maana pia biometric siku hizi inatumika katika uchaguzi wa IEBC, identification na mambo kama yale. So ningezizitiza kwamba serikali kama inataka kuwa na foolproof system kama ya SHA, tusitumie tu biometric hii, hata waendelee wakiweza kutumia ya macho. Sababu gani? Kama mtu anaenda anaandikisha na ID yake, anafanyiwa surgery, mguu mmoja unakatwa mara 20. Leo alikatwa, kesho alikatwa, na pia inapeana hiyo ni bill ya hospitali. So kama tunayo njia, serikali itaweza kutumia teknolojia, iwe ni ya DNA, iwe ni ya kutumia macho, iwe ni fingerprint, iwe foolproof, kwamba wizi wa SHA katika hospitali uweze kufungwa. Hiyo ndio njia tutaweza kusaidia. Bosco, unadhani ufisadi umezuiliwa Kenya kwa ufupi tu kwa sekunde 30? Kuzuiliwa ama kupunguka? Kupungua. Inaendelea kupungua, kwa sababu kama ufisadi ulivyokuwa mbeleni bila teknolojia ulikuwa mwingi zaidi. Lakini kama serikali itaweza kuendelea na zaidi kutumia teknolojia kama tunavyoona, nimekupea mfano katika e-procurement system, e-citizen, waweza kutumia SHA katika badala ya ID watumie biometric, na idara zingine zote za serikali tupunguze the human contact, itasaidia sana. Kuna swali ulisema kuhusu hata kama teknolojia bado lazima iwe na mtu behind it. It's inevitable kutokuwa na mtu wa IT pale kuangalia server. Sio swala la IT. Yes. Kunaye mtu ambaye anaidhinisha baadhi ya malipo. Ndio. Lazima hayaendi tu kwamba yatalipwa na mfumo wenyewe peke yake. Lazima kuna mtu ambaye ana uwezo wa kusema kwamba hii procurement kuna watu 10 wameomba hii kazi. Kuna mtu atasema nampatia Zulekha kwa sababu namjua, si ati kwa sababu ati tumeka mfumo ndio rahisi kwamba hatuwezi punguza. Lakini unajua inasaidia vipi? Mbeleni ni makaratasi tupelekee fulani, atoe hapo apelekee mwenzake, apeleke vivyo. Lakini mwanzo sasa, kama ni procurement, kama ni application, lazima uweke kwa system, ifuatilie system mwingine approve. So nakubaliana nawe, lakini tuna reduce ile human contact. Ndivyo najaribu kusema. Gibson Gisore, habari leo? Nzuri sana. Nimeona kuna jambo haina neno. Karibu sana. Najua mvua imenyesha nyingi sana jijini Nairobi. Nimeona mali Bosco amesema kitu katingisha kichwa. Sijui ulikuwa unamuunga mkono ama ulikuwa kidogo unahisi ametupotoza. Ufisadi uko vipi nchini Kenya kwa sasa? Sijui. Kwanza ni kushukuru kwa kunipa muda kuja katika kipindi. Karibu sana. Na kusema pole kwa kuchelewa. Kwa traffic ilikuwa ni mingi. Kulingana na mimi ufisadi, wacha tufanye zile statistics ambazo zimepeana. Zile statistics ambazo zilikuwa za last year, tutumie za last year, ufisadi ulikuwa umepanda, huko umeshuka. Ndio. Sasa Bosco sijui sasa zile zake ni za wapi, but na depend mali amepata hizo statistics zake. Lakini ufisadi umekitiri na ni jambo ambalo kulingana na mimi tunafaa kama sisi wa Kenya wenyewe kwanza tujihoji ili tuamue kwamba tutaelekea vipi, kwa sababu ufisadi umekitiri sana na una affect mambo mingi. Kuanzia sekta ya afya, kienda barabarani,
ukienda hata shuleni, ukitaka kupeleka mtoto wako Yeri shule, hata kama amehitimu, ameingia shule, bado unafika unaambiwa barua simeisha. But ukitoa kitu kidogo barua itatoka. Instead ukuje next week. Sasa unaona ina affect hata kila idara ya serikali. Na hiyo ndio mambo ambayo tunafaa kuangalia ili Wakenya wajihisi kuwa huru, kwa sababu ufisadi unakiuka zile haki za kibinadamu. Umeenda hospitali unafaa kutibiwa, unaitishwa pesa kando na bill. Na kama huko anazo inamaanisha utapata hiyo huduma. So ni kitu ambao kama taifa ambayo inajielewa, ni kitu ambao tunafaa kuchukia na kuweza kusema kwamba hii sio hali sawa ya kuishi ama kuendelea kitaifa. Ndio. Kuna ajenda 10 nataka tujaribu tuzichanganue zote kwa wakati huu. Kuna hili swala la utekaji nyara, mauaji ya kiholela ambao tumekuwa tukiyaona humu nchini. Zulekha, unadhani katika ajenda hiyo serikali ama makubaliano haya yameafikiwa mpaka wapi, ama imefeli mpaka wapi? Imefeli sana. Kwa nini? Kwa sababu tunaona waliingia katika mkubaliano huu mwaka uliopita, mwezi wa 3. Na bado tunaona mpaka saa hii, kwanza na mauaji kama ya Albert Ojwang ilitendeka mwezi wa June mwaka uliopita, na hii ni baada ya huu mkataba wao kukaa chini na kuandika. Kwa maoni yangu sioni bado sisi hata wanaharakati sisi ambao tunaongea kuhusu changamoto za Wakenya za kila siku, tukiwa katika mtandao wa kijamii, kuna changamoto na ile uoga. Kila siku ni kama unaogopa chenye utakachokisema. Je, utafika nyumbani salama? Je, utakujiwa mali huko? Kwa hivyo ni changamoto kubwa sana. Bado sidhani kuna mabadiliko. Changamoto hii imeletwa na nini? Na rais mwenyewe alisema haya tutayamaliza. Akiwa Homa Bay alisema haya yatasitishwa. Swala langu pia. Kwa sielewi. Gibson, tatizo ni nini? Manake bado tunaona mauaji, utekaji nyara yamekuwa yakifanyika, mauaji ya kiholela. Tumemwona kijana alienda tu kwenye mkutano wa siasa Kitengela, lakini alifariki, alipigwa risasi ya jicho. Yeri, kuna kitu ambayo inaitwa constitution and constitutionalism. Constitution tunayo, lakini ile constitutionalism hatuna. Ile kufuata kila kipengee cha ile katiba hatufuati. Ndio maana unaona kuna suala nyeti ambalo lilikuwa aswa hilo la utekaji nyara, ilikuwa lizingatie hiyo mambo ya watu kupotea kiholela. Polisi walikuwa wafanyiwe ile ilikuwa inafanywa reforms. Kama kuna kitu ambayo haijaguzwa katika constitution na ni constitution ilikuwa itekelezwe kwa hii miaka yote, ni hiyo police reforms. Na police reforms ni sio mapendeleo ya serikali kuwa na reforms kwa polisi, kwa sababu polisi ndio wanalinda utawala. Na kule kulinda utawala kidogo wanahisi ni kwamba lazima polisi wakue ile wakipewa zile instructions waweze kuzitimiza, ama waweze kuingisha Wakenya baridi. Na hawezi kuingisha Wakenya baridi na mdomo tupu. Lazima watumie bunduki, watumie nguvu, lazima wajaribu kuwashinikisha Wakenya ili waweze So unapata kwamba kama taifa inahitaji serikali ambayo imejitolea, serikali ambayo inaelewa utu, serikali ambayo inataka kufuata sheria, serikali ambayo haina tamaa ya power ambayo ipigani power. So sababu hiyo ukitaka kukua na pupa na power, ndiposa unapata unatumia polisi kuwakandamiza wananchi. Ndiposa Zulekha anasema kwamba hata ukiongea kitu yote unashindwa kama utafika nyumbani, kama kuna mtu already ashatembea pale kwako anakungoja, polisi wanaweza kukushika kwa kitu yote. So hayo ni mambo ambayo kama taifa tunafaa kuwa yaweka nyuma. But kulingana na mimi bado tuko na kazi. Hatuko mbaya sana, but ni lazima. Wanasema in English wanasema
we are not safe till everyone is safe. So lazima kila mtu akue katika ile hali ya kuhisi kwamba usalama wake umehakikishwa na taifa. But kulingana na mimi sasa hivi sidhani yeri kama usalama wako umehakikishwa na serikali. Zuleha anamwangalia Gibson ni kama anamngojea sasa Gibson atasema nini kuhusiana na hili. Ningependa kuongezea vile alisema, ametaja kuhusu polisi, and of which police reforms imekuwa hapo na ni vitu ambavyo wameviongelelea. Alafu kuna siku ya kwanza rais aliingia, alisema polisi itakuwa independent, itakuwa na pesa yake na itaweza kufanya kila kitu kivyake. Lakini vile tunaona ni kama hakuna tofauti ya polisi kitambo na polisi sasa. Whether wako independent hawako, lakini tunaona ni kama bado kuna ile capture ya polisi from the executive, because bado tunaona wanapewa maagizo. Sasa tunajiuliza sisi kama wa Kenya, je, really polisi wako independent? Na kama wako independent mpaka wapi? Bosco, ni kuhusisha kwenye swala hili la watu kuuliwa kiholela, ni moja ya mambo ambayo serikali iliahidi itasitisha. Unadhani hapo unawapa alama ngapi? Asante sana, na niseme kwamba swala la usalama nchini Kenya, ukiangalia, ukifanya comparison na nchi zingine, majirani zetu wanaumia sana. Tunaweza kuwa hao ni wao, sisi na shida zetu bwana. Suleiman tuhusu Uganda na Tanzania, sisi tunajiangalia sisi kama Wakenya. Ni sawa, ni ruhusu swali langu. Usalama wako ni usalama wako, sio usalama wa Ukiona Gibson, mwambie Gibson alikuwa na nafasi yake. Ni sawa. Kutetea serikali ni ngumu, lakini ndio nasema tumepiga hatua kama nchi. Wakili anaweza kuambia kulingana na katiba yetu ya Kenya, ukiangalia Kenya comparison na nchi zingine vile wanavyoendeza mambo yao ya security na katiba zao, wameumia sana. Juzi tumeona Tanzania mambo yalivyoendelea, Uganda tumeona uchaguzi mambo yalivyoendelea, hata kuzimiwa mtandao, kuzimiwa nini, mambo kama yale. Kenya hatujafikia mahali tunafaa, lakini tunazo changamoto zimekuwepo na zipo, na kwangu zinaendelea zikipungua. Mwanzo nasema hivyo kwa nini? Ukiangalia wakati hapo mbeleni kumekuwa na visa vya watu kutekwa nyara, kupotea, ni kama kidogo zimepungua. Ukikompea na hapo wakati wa maandamano ya Gen Z na sasa hivi. Nasema hivi kwa sababu gani? Kabla tuseme polisi ni wabaya ama wamefanya ama hawajafanya, hebu angalia ile picha wakati wa maandamano. Askari mama anaenda kupanda, amepigwa na vijana, anaenda kupanda Land Rover, anatokwa na damu, na bado vijana wanamkimbiza. I think shida tulio nayo ni a societal issue. Ni shida ambayo sisi wote, sababu ili jambo la kuona sisi wananchi tunaona polisi ni adui. Adui anaona sisi ni pia ni polisi, anaona sisi ni adui, sisi tunaona yeye ni adui. I think tunahitaji a lot of civic education kwa mambo ya community policing, sisi tunavyoishi na polisi. Jambo lingine katika alivyosema katika mambo ya reforms, kuna Maraga report. Tunafaa tujiulize Maraga report implementation tumefika wapi? Sababu ilisemekana kwamba polisi wakati mwingine wana behave sababu ya ile training waliopewa. Training na manual ya 1963 na kuwa ni shida. Lakini kama tutatumia training ya polisi wetu kwa sasa hivi na teknolojia iliyo kwa sasa, kutumia AI, polisi waelewe kwamba mwananchi si adui yake, na iwe kazi ya polisi ni kama kazi nyingine ile yote. Training manual imebadilishwa after reforms. Imebadilishwa. Kizungumza na afisa mkuu mtendaji wa awali Joseph Onyango ambaye alitoka, training manual ilibadilishwa pakubwa. Ndio imebadilishwa, but ni wangapi wametrainiwa na the new curriculum ambayo imekuja? So na kwa wakati mwingine ukienda katika hizo stations utapata polisi wengine ambao wamesoma, they have a very good attitude. Hata ukimwambia kusaidia kitu hapo ana shida na mambo kama, ukilinganisha na polisi wale wa kitambo, unamuongelesha anakuja na ile strategy ya kukomesha kiburi. Hiyo ilikuwa zaidi ya kiburi. Wanakukomesha na anakudunisha wewe mwanzo kabla muongee na ule askari,
anakudunisha kukuonesha wewe bado hujafikia. Lazima sasa ujue uko chini yake kabla umueleze shida yako hata ni nini. So nasema kwamba tunaweza kuwa tuko na changamoto tulizo nazo, lakini kulingana na katiba yetu na vile ilivyosaidia, ni vizuri tuseme kwamba ni ngumu sana mtu aje hata kama ako na powers aje leo aseme tunataka Suleiman tuchukue yeye tupeleke bila hata kumpeleka kotini, bila kumsikiza. Kisheria sheria yetu, katiba yetu inaruhusu. So mimi nilikuwa nafanya comparison ya Kenya na nchi zingine ambazo ziko katika East Africa. Bila shaka. Na shuku ni wakati wa kupata pumziko lingine fupi. Tukirudi sasa tutakuja kuangazia uhuru wa kutangamana. Je, uhuru huu bado upo ama manake Linda Mwananchi wakienda maandamano ama wakienda kwenye mikutano yao imekuwa na vurugu kila kuchao. Nao upande huu wa muungano wa upinzani hata kanisani vitoza machozi vinarushwa. Je, uhuru wa kutangamana upo, umekuwepo katika mwaka huu mmoja licha ya kwamba rais alisema utatangamana mnavyotaka? Tupate pumziko fupi. Moja ya malilio ya vijana wa Gen Z mwaka 2024 na 2025 ilikuwa ni kutaka kuendelea kutangamana na kuelezea yale ambayo yalikuwa yanawakera bila hata kufunguliwa ama kusumbuliwa na polisi. Lakini kabla ya kuja kulijadili hilo, nataka tuelekee KICC tumsikize Rais William Ruto ambaye yuko katika mkutano huo ambapo amekuwa akikabidhiwa rasmi ile ripoti ya Quinten. Hebu tumsikilize. Written statement, just like Daktari Oburu. Allow me to read half of it and then I will speak the rest. It is good to be back here at the Kenyatta International Conference Center, the birthplace of the Memorandum of Understanding between Kenya Kwanza UDA and ODM. Exactly 1 year and 3 days ago, my brother, the late Right Honorable Raila Odinga, and I agreed to work together in the national interest for the benefit of our country. Although our brother Raila is no longer with us physically, his wisdom, foresight, and enduring commitment to the nation continues to remain steadfast in upholding the principles Raila Odinga stood for. Together, we honor Raila's legacy through our continued commitment to the ideals he championed for the unity and advancement of our country. Our coming together 1 year ago was guided by one overriding objective: to stabilize our country and to address long-standing socio-economic and political challenges. For too long, our politics had been consumed and trapped by division, tribal competition, and regional rivalry instead of focusing on the real issues affecting the lives of all Kenyans equally. Together, we resolved to change that. Today's joint parliamentary group meeting between the two parties is therefore significant, not only because it reflects the spirit of that agreement, but also because of the responsibility we carry as leaders to deliver on commitments made to the people of Kenya. We had planned to mark the first anniversary of the signing of the MOU on the 7th of March by assessing the progress made in implementing the
Bila shaka huyu ni Rais William Ruto akiendelea kutoa hotuba yake hapo katika ukumbi wa KICC kuhusiana na masuala ambayo yanajiri kuhusiana na ripoti hii ambayo wameipokea kutoka kwa kamati ile ambayo ilikuwa inaongozwa na Daktari Agnes Zani. Hayo tutayapata zaidi kwenye taarifa zetu za News Desk mwendo wa saa 7 katika dakika 25 zijazo. Sisi hapa studioni tumalize majadiliano kuhusiana na ripoti hiyo. Swala la kutangamana ni moja ya masuala ambayo walikuwa vijana wanalilia pakubwa. Nianze na Zulekha. Umekuwepo katika mikutano ya Linda Mwananchi, lakini vurugu zimekuwa zikishuhudiwa, polisi wakirusha vitoza machozi. Unadhani kwa nini polisi warushie nyinyi vitoza machozi? Kinachoogopewa ni kipi? Siwezi nikajua kwa sababu wanasema wanataka kuweka usalama ama kulikuwa na vurugu, lakini kutakuwaje na vurugu saa zile hawa ni watu ambao wako katika, yani sisi wote tuko in the same mental space. Tumekuja hapo kwa sababu ya hawa viongozi kuwashika mkono na kuhudhuria hizo mkutano. Sasa sielewi ni kwa nini, na bado katika swala la independence ya polisi uko tunajiuliza ni wao wenyewe wanajituma au wanatumwa, na kisa na maana cha wao kutupa hizo vitoza machozi ni kwa nini. Lakini bado katika ile kukongamana kwa watu na vijana na kufanya hizi rallies, sioni ni kama inafuatiliwa vile inafaa kukua, kwa sababu bado tukirudi kwa 10-point agenda na hata the NADCO report, hizi ni vitu ambazo ziko tayari kwa constitution. Bado hatuoni ni kama kuna ile mfuatilio wa constitution as it is, because constitution inakubalia watu kupicket, watu kuassemble bila vurugu yoyote. Ilhali polisi wanafaa tu maybe kuwa hapo kutuchunga sisi kama wananchi. Lakini zile kama ile ya Kitengela ilikuwa tu sawa, dakika moja tunaona vitoza machozi, ikakuwa mguu ponye, na inahuzunisha. Maisha pia inapotezwa, na watu walikuja na agenda nzuri kukutana na kuongea kisiasa. Ndio. Gibson, unadhani tunao uhuru wa kutangamana vile ambavyo katiba imetupatia uhuru huo, licha ya kwamba mpaka tuende tena kuweka kwenye NADCO, tuweke tena kwenye 10-point agenda wakati katiba imetupatia uhuru huo tayari? Swali langu haswa kwa sababu hata hatukuhitaji NADCO, hatukuhitaji hiyo 10-point agenda. Ile kitu tulikuwa tunahitaji ni constitution ikuwe implemented to the very latter vile inafaa kukua. Sasa kwa sababu kuna ukosefu wa ule sijui naweza goodwill, ukosefu ya goodwill katika wale ambao wanafaa kufanya hiyo kazi, imeweza kuelekea mahali ambapo sasa pia politically tunajaribu kutafuta a political solution, because vitu kama 10-point agenda, those are political solutions. And NADCO report which are zimetengenezwa kuonekana sawa ili kufurahisha wananchi, but kitu haswa inafaa kufurahisha ni mwanasiasa kwanza. Sisi kama Wakenya tunafaa kujiuliza swali moja, hii katiba ni yetu ama ni ya nani? Kwa sababu kama ni yetu, lazima tuwasukume wale viongozi waweze kuitekeleza ilivyo kwanza kikamilifu. Tutakapofanya hilo jambo, tutaweza kujisaidia sana kama Wakenya. Kwa sababu hizi siasa ambapo watu wanakaa kwa hoteli, watu wanakaa mahali fulani, wanaandika some small points, alafu wanaanza kuambia sasa hii ndio tutashughulikia within this time frame. Ile ni kitu ambayo inatumika kumanage the expectations ya Wakenya ama kujaribu kuwakanganya Wakenya. Ile constitution tuko nayo inaongelea bayana kuhusu mambo ya public participation, mambo ya freedom of association, mambo ya picketing, mambo ya demonstration. Hizo ni vitu ambazo katiba katika zile vipenge zake imehimiza kabisa, na sijui unapata kwamba ile kitu ambayo imekosa ni ile kitu ambayo tumesema zile police reforms. Zile police standing orders zinafaa kuangaliwa kwa undani sana. Kwa sababu kama polisi amepiga mtu risasi kwa chicho katika rally, hata mpaka sasa hatumjui,
hakuna ripoti. Ukiuliza ile idara ambayo inasimamia inasema kwamba polisi wanatukandamiza, hawatupei uhuru wa kufanya hiyo investigation. Na hii it's an independent body. So tunafaa kupigania uhuru wa hizi independent bodies, waweze kukua enabled, waweze kukua empowered to act. Mimi nimedeal na mambo ya polisi masiku za hapo nyuma na ilikuwa kisungumkuti. Kuna wale ambao wanaitwa sijui police internal police department ya kuinvestigate. Hao watu ni I don't know, ile usitarajiwa kusaidia kwa sababu wanakaa hapo tu ni mshahara na kukunywa chai. Alafu wanakuandikia barua, finally wanakuambia tumeangalia tujapata chochote ama actually ni vizuri wewe ungeinvestigate uwape hiyo evidence kwa sababu wao hawana uwezo, hawana nia. So ukiangalia hiyo mambo yote unaona kwamba kama ni wa Kenya tunafaa kuamua sisi wenyewe tuweze ku demand from government. Wale members of parliament wakienda pale we need to see them standing for the rights za wa Kenya. Because hapo that's where it starts. Implementation is through policies, through regulations. Zinafaa kupitishwa pale parliament. But kwa sasa parliament inaendelea kupitisha zile agenda za kukandamiza katiba kuliko zile za kupitisha kusaidia kuenforce ile katiba. Inaenda kuathiri vipi kampeni za mwaka ujao? Inaenda kuathiri kikubwa kwa sababu ile shida tumeona ya vijana kupotea itakuwa imeongezeka katika uchaguzi. Hizi demonstration ama kufanya rallies itakuwa mwenzangu anaenda kusimama hata rally yake kwenda ikakumbwa na shida. So lazima kukuwe na utendawazi, lazima kukuwe na ile transparency, lazima kukuwe na accountability pande ya polisi. Tusipokuwa na hizo tutakuwa tunajidanganya. Bosco. Yeah. Leo nafurahia tu kwa sababu nataka tujue kwamba unadhani uko huru kufanya mikutano yako ya kisiasa bila kuingiliwa na vurugu zozote? Article 37 of our constitution provides for Wakenya kukongomana wakiwa kwa peacefully, unarmed, picketing, na waweze kupeleka maono yao kama ni ya petitions kwa authorities na mambo kama yale. Nikupe mfano nikikujibu hilo swali. Kuna rally ilifanyika pale upande wa I think Kakamega, ile ya kina Sifuna. Mwanzo polisi wana responsibility ya kulinda wa Kenya, na wenye kufanya mikutano wanafaa kuharifu polisi that tutakuwa na mkutano siku fulani, na polisi hawafai kuwapea answer ya yes or no. Polisi ni kuwaarifu tu, just informing the police so that waweze kuprovide ile nini security ama usalama. Mkutano tuliouona pale wakati wa kina Sifuna, niambie ni vipi Suleiman utakuwa na mkutano wa rally ambao ni wa vijana peke yake na wamebeba miti, mashete na mambo kama yale na wanashangilia, kisha wakati wamemaliza kuongea, wakati Sifuna tu ameongea hivi, tear gas inatokea hapo. Normally tear gas ikirushwa watu hawajui hata inakuja, wanaionanga ndio imeanguka na inakuwa detonated, inaanza kutoa ile moshi. So najaribu kusema vipi? I've not made any conclusion. Nimeuliza tu swali. Itakuwaje tuwe katika rally ya kisiasa? Normally rally za kisiasa huwa zimechanganyika watu, za vijana, kina mama na kila mtu. Na hakuna mtu huja amebeba chochote. Because tumesema vizuri katika article 37 ni picketing peacefully, unarmed, the word unarmed. So ni vizuri kwamba hata wanasiasa wanaposema serikali iko na responsibility ya kuwapea usalama, kuzuia mali ya wengine isikuwe destroyed na mambo kama yale, ni pia wanasiasa wako na responsibility ya kufanya mikutano yao kwa njia ya amani ama kwa njia inaonekana ni ya amani kabla hata tujue wakitoka hapo wataenda wapi. Ninavyosema hivyo ni kwamba nasema hivyo kwa sababu Wakenya wote
under the freedom under the rights freedom of rights in Kenya, kila Mkenya ana uhuru ya freedom ya kuongea, kukutana, kuworship na mambo yale yote katika freedom of rights za Wakenya. Lakini hizo rights kuna mahali zinafika zina kikomo sababu rights zako za kuongea ama kuungana pamoja, kukongamana pamoja, kama hizo rights zina hujumu mali yangu, usalama wangu, inaleta shida. So ninasema kwamba tukiendelea katika uchaguzi wa 2027, viongozi wa kisiasa ni vizuri wawe ni wa serikali ama ni wawe wa upande wa upinzani. To me, violence ni violence. So wakati tuko na a lot of intolerance kama viongozi, mwanzo nikupe mfano, weekend tumeona nijibu kwa uchache. Niko na actually kusema, ningependa kuuliza vile umesema katika ile mkutano ya Kakamega, mbona hizi vitu zinatendeka kama hizi mikutano za Linda Mwananchi lakini hazitendeki katika mikutano ya rais na hizi EODM ya upande hii nyingine? Mbona sana katika Linda Mwananchi na hizi upinzani zingine ambazo tunazozijua? Nyinyi mtueleze kwa nini. Na nasema hivi weekend iliyopita Jumapili kulikuwa na very interesting scenario. Ni vipi una expect Rigathi Gachagua ameenda Meru, amesema maneno ambayo si mazuri sana ya Kithure Kindiki, kwanza ana kasauti kadogo na anatukana kwa watu wake kule Meru. Kisha yeye ana expect hiyo Sunday mahali Kithure Kindiki ameenda kanisa pia aende. Surely hata kama una uchokozi, ujui za security threat, lakini sasa polisi wako wapi? Utapewa nafasi. Nasema kuna wakati pia wewe unajua. Ni siku gani umeona rais wameenda mkutano mmoja na ni ya kisiasa ama kwa kanisa moja na hawa viongozi na wamekuwa wakijibizana? Kwa kweli wewe, in all manner of fairness, uoni kama ingeleta shida? So going to the future. Sina muda Bosco. Nishukuru, sina muda kwa dakika moja. Nianze nawe Gibson. Kamati hii ya ripoti ya Coin10, kwako wewe unayafunga vipi kwa dakika moja? Kwa dakika moja naona ni kama ni mchezo wa shere. Kulingana na mimi, wacha tukue na ile umakini wa kuimplement constitution ilivyo, na tuache kuanza kufanya hizi public dressing zenye zina sweet politicians. Kama Wakenya, kama viongozi wa taifa la Kenya pia tuweze kukua katika mustakabali wa mbele, kuensure kwamba uhuru na haki za Wakenya zinalindwa na katiba iweze kutekelezwa vilivyo. Ndivyo. Asante. Zulekha, kauli yako ya mwisho kwa dakika moja kuhusiana na ripoti hii nzima inapotolewa na mambo mengine yote, lakini tukae kwenye hii ripoti. Asante sana. Sioni chochote kikibadilika kwa sababu bado tunarudi kwa NADCO report 10 point agenda. Hizi ni vitu zote ambazo zimeandikwa katika katiba. Sasa ni bado tutafanya maovu mengine tena, tukae chini tuandike vitu vingine. Sasa unaona tunarudi pale kila haki ya kibinadamu vile polisi na nini zote ziko katika katiba. So naomba tu serikali na pia wananchi tufate katiba vilivyo. Hizi vitu zingine tu ni mchezo kwangu. Kwa dakika moja. Kwa dakika moja. Mimi kama Bosco, mgombeaji wa kiti cha ubunge Manyata, nasema hivi, NADCO report ni nzuri sana kwa watu wa Manyata kama itakuwa implemented ilivyo, kwa sababu matakwa ama shida za wananchi. Umeona NADCO report ni ya vyama vimekuwa vimeshikana. Kama leo tunaona UDA wameshikana na ODM kuulizana mambo ya shida za wananchi wa Kenya. Na tumeona NADCO report committee wakizunguka katika watu tofauti, civil society, ministries, wakiuliza ni mambo yapi ambayo yamekuwa yakiumiza wa Kenya. So yale ni mambo ambayo yakikuwa implemented kwa njia inayofaa yatabadilisha nchi yetu. Ndio. Asante sana. Ni Bosco huyu ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya siasa. Nimshukuru sana kwa kuja studioni kutueleza masuala haya. Bosco Mutegi Kiura, mchanganuzi wa siasa na uongozi. Vile vile tumekuwa naye Gibson Gisore ambaye ni mwanasheria na vile vile mchanganuzi wa siasa, na Zulekha Godana ambaye ni mchanganuzi wa siasa, mwanachama wa Linda
Mwananchi. Kufikia hapo mimi sina la ziada ila kutamatisha kipindi hiki cha yanayojiri Jumanne hii. Niseme kwaheri, ubaki na wengi wa heri. Mchana mwema. Mwenzangu Meresha Uwiti yuko hapa, atakuwa naye Ndu Oko katika taarifa za News Desk katika muda usio mrefu.